Story jamana wa uko fulani yani vile tulianzaga. Unajua jamaa walikuja baadaye lakini Nguchi P tulijuana naye kitambo nyuma kidogo. Okay. Kabla hata nani wawe na Fujo. Ngoja, kabla Fujo? Mbona vitu zingine kama zote tunajua sahihi watu wengine. Fujo. Sijasahau hiyo day tuko nje kwa kina Nguchi. Tumepoa. Ndo Fujo Makelele akatokezea ama vipi? Nguchi P ilikuwa tushazoea ile daily tuenda kwao nini mazoezi nini tukipiga marap. Fujo Makelele akaja ndo akaintroduce vipi huu ni mchizo wangu aitwa Fujo Makelele. Fujo Makelele ama vipi? Ilikuwa kazi yetu tukikutana tola mazoezi tukirap. Sasa Fujo ile akatokezea ikabidi pia ajiintroduce. Kuna jingoma ile alinipigia hiyo day Etwa Mhuni Malaya. Tila Masako linakupa maelezo katika mchezo. Hiyo ndo day ya kwanza mimi nakutana na mchizi ama vipi? Nataka Mhuni Malaya, Mhuni Malaya, napenda Mhuni Malaya, Mhuni Malaya, nataka Mhuni Malaya, napenda Mhuni Malaya, nataka Mhuni Malaya. Na dede hilo ngoko simpendi nalo manaka kwa kija mtani kwetu ngongwa videmu. Ampanda, sijui na meno ya silver, ampiga Silva utakuchi regesho jamaa sheba huko. Yangu wa kwanza basi nikakutana na Mchi. Akanipunga kweli hilo jingoma yani nilikuta. This is extraordinary. Yo, mazee asikwambie mtu mwanangu mazee ni nani nasikia poa yani mandugu zangu wankuja mazee. Au sio? Mazee wewe bonge la show kama K Extra mazee, extraordinary mwanangu, extraordinary experience leo utaipata yani kutoka kwa jeshi langu mazee. Yani nasikia poa sana sikwambie mtu mwanangu yani la balaa kama kawaida. Alafu mazee jeshi yangu ndio hii hapa najiita uko fulani. Yani ndio hii ama ndio nini? Ndio hii. Uko fulani. Ndio hii. Uko fulani. Ndio hii. So mwanangu tutaanza nani? Nani ambaye anajisikia kuongea kwa sababu naona watu wako sawa. Leo tulikuwa tuna shoot video, imekuwa tu poa, tumetoka kufanya show weekend iliyoisha au sio? Sasa mimi ile ambaye naweza sema ni tuanze kuongea kwanza yani. Kabisa. Watu vile ambao walivyoanza, tulianzia wapi? Tulianza aje? Mapipi hii yako hii kwanza hii mapipi. Tulianza aje sisi? Watu wanataka kujua sana, hiyo ndio swali ya kwanza yani. Sisi tulianza ni kibrasa men yani ile kisela au sio? Yani kindugu yani kufanya zoezi pamoja. Tukienda battle tani ya F2 and tumeanza ni kama kiundugu tu, sio muziki yani umetoka pamoja. Ni ule brother tumetoka pamoja au sio? Na ni mwingine bwana nakumbuka tukianza. Nikiongezea hapo kwa Nguchi kwamba yani nakumbukaga Nguchi akiwa na mshikaji fulani anaitwa Fujo akiwa niga wa Mashada. Walikuwa watatu. Na dude huu. Washikaji fulani walikuwa kwa malava boy fulani hivi. Wanapenda kuja mitano wameng'arang'ara nini na nini. Wajua kama wakichukua pia misolo yetu. Hapo tulikuwa na noma. Hapo ndo noma ilikuwa. Sawa, wanakuja mzee hiyo time mimi niko nikimonaga Fujo Makelele yani nakuta kabisa mzee yani huyo ndio Fujo huyo. Fujo aliletwa mtani kwetu na Nguchi. Maana Fujo sio Magongo. Fujo kwa analetwa Magongo na Nguchi. So that's the first time kwanza kumuona Fujo akija mtaani. Na jamaa fulani wako anamuita Dude huu. RIP to Dude huu, Mwenyezi Mungu amrehemu asema peponi. Mimi nakumbuka Nguchi alikuwa anapita hapo kwetu nje hapo. Mazee niko na shangaa yani mazee nani ana mbisongo. Ama vipi? Alafu amenata yani amepiga yani nguo safi. Mpaka niko natoka hapo nje nashindwa nani huyu? Alikuwa anapita na Ndolo hiyo time hiyo. Anko Ndolo. Baba. Shout out to Baba. Mazee. Alafu mazee tuongee na Raisi hapo kiasi man. Jintroduce kiasi watu wakujue mwanangu kwa mitambo hapo. Au sio? Mimi ni RIC. RIC inamaanisha Rhymes Intellectual Chief ama vipi? Walikuwa wajui hiyo niko sure. So story jamana wa
uko fulani yani vile tulianzaga. Unajua hawa jamaa walikuja baadaye, lakini Nguchi P tulijuana naye kitambo nyuma kidogo. Okay. Kabla hata nani wawe na Fujo. Ngoja, kabla Fujo? Mbona vitu zingine kama Nguchi hizo tunajua sahihi watu kwa wengine? Fujo. Sijasahau hiyo day tuko nje kwa kina Nguchi. Tumepoa. Ndo Fujo Makelele akatokezea ama vipi? Nguchi P ilikuwa tushazoea ile daily tuenda kwao nini mazoezi nini tukipiga marap. Fujo Makelele akaja ndo akaintroduce vipi huyu ni mchizi wangu aitwa Fujo Makelele. Fujo Makelele ama vipi? Ilikuwa kazi yetu tukikutana tola mazoezi tukirap. Sasa Fujo ile akatokezea ikabidi pia ajiintroduce. Kuna jingoma ile alinipigia hiyo day yaitwa Mhuni Malaya. Kila Masako linakupa maelezo katika mchezo. Hiyo ndo day ya kwanza mimi nakutana na mchizi ama vipi? Nataka Mhuni Malaya, napenda Mhuni Malaya, nataka Mhuni Malaya, napenda Mhuni Malaya, nataka Mhuni Malaya. Na dada hilo ngoko simpendi nalo manake kwa kija mtani kwetu ngongwa videmu. Ampanda, sijui na meno ya silver, ampiga Silva kutanguchi regesho jamaa Sheba huko. Yangu wa kwanza basi nikakutana na Umchi. Akanipunga kweli hilo jingoma nilikuta. Ngoja hiyo time ndo mliko na Chizan Brain bado ama? Hiyo time Brain alikuwa alipata na bosi mpaka mabasi. Sasa tuko na Daddy Z. Daddy Z tukikutana na Nguchi tulikuwa na Daddy Z. Hiyo ni kwa kikundi gani? Elezea watu kikundi gani. Hiyo ilikuwa ni Achon Pong Clan ama vipi? Watu wanasema watu na majina mengine ya kutishia. Sikia Dude Umbwa. Unajua niga Mashada walikuwa wanatuzia uoga sana. Sisi tuko observed. Lakini walikuwa wanatuzia uoga. Wakija wamepiga vitu makali micheni ya silver. Dula na meno maanza sijui meno ya silver. Manyola amekaeka vipi? Kija kicheki mitani videmu vyetu varukaruka nikabidi tu tumzuia kule. Bado kija ishia kwa Kinyanguchi tu. Ishia huko kwa Kinyanguchi. Habari Sheba. Hivyo ndo sasa tulikuta. So hiyo time hata ilikuwa uko fulani bado. Ilikuwa bado kuna hiyo Achon Pong Clan. Sasa nafikiri Nguchi P ndo alikuwa ametoka juu nikikutana naye alikuwa na jamaa aitwa Morisi. Walikuwa wakijita GWM. Hiyo time Morisi ashatoka Falme Usi. Bado hiyo time ilikuwa kuna Nguchi na Morisi ndio GWM walianza na Morisi Nguchi alianza kuchana alikuwa na Morisi. Ule Morisi wetu ule mmoja. Wafalme Usi. Sasa Nguchi kutoka GWM ndio akakutana na Nigawa. Unaona kwenda Sheba nini Nigawa ikazaliwa. Alafu Morisi naye akakutana na nani Shataman. Pande huo Wafalme Usi kazaliwa. Au sio? Ati Wafalme Usi. Sasa tukikabidi tu wafalme katika weusi. Si unajua tena. Alafu mpo yote utaongea pia kwa mic yani ndio usikike poa. Nguchi na kusaluti mwanangu. Yaani kuanzia wapi Nguchi? GWM. Gangsters with rap music. Hiyo wakati mwanangu. Mimi niko Sheba sio. Mimi ndo founder wa Sheba wa muziki yani hip hop yani sio kizazi kipya. Mimi niko najiita Nati G. Lakini Natigongo. Niko najiita Nati G. Hizo time nikaanza kushika mtaa. Sijaenda Florida, sijaenda sijui maklabu sijui nini, lakini mtani nimeshika bonge la rap habari Sheba Fujo nini. Paka watu wengine wakapata ile inspiration kutoka kwangu kanambia bwana nasikia wewe ndipo nataka tuchanganye tupige pamoja. Ambaye ni marem Dude Umbwa Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Amen. Na Jay na marem Daddy pia. Mungu pia amweke mahali pema peponi. Basi ndiko tukienda Florida tunaenda hivyo mtu 4 lakini nilianza kwenda solo kama Nati G. Na mtu ambao hizo Nguchi alikuja mitaa yangu sio. Sasa mimi kule kosa ajali kwa mtaani. Sister du fulani hapo anampata Nguchi ndo amekuja hapo Nguchi alikuwa amekuja hapo kwake. Ananiambia wewe unajifanya rapa. Kuna rapa huko amekuja. Hadi kuna rapa huko amekuja. Kuna rapa huko naambia poa tutakutana baadaye naambia baadaye nitamshtua. Sasa daka namwambia wewe unajifanya rapa. Kuna rapa huko pia. Yeye baadaye tutaonana ndio tukakutana na Nguchi. Vipi poa naambia kutoka mtaa gani? Ametoka Chigongo. Fuli mimi hapa ndo home hapa ndo mtaani. Fresh bana poa. Mimi sina time nyingi lakini leo nenda zangu Florida. Afu narudi naambia nenda Florida nenda kufanya nini nasema uko na rusha mambo nini fresh tu mbona
Ambia basi poa, akaenda flow, akarudi. Kurudi anaambia vipi mniga? Unaambia wewe wachana kiasi gani? Hebu nchanie. So mapi pia alikuwa kwa kendaga Florida kabla wewe. Mimi niko bado, mimi niko nachana mtaani. Niko na hiti mtaani. Geto superstar. Ndio katolewa na Gucci sasa viwanja kama hicho. Mwanangu nilipochana sasa kanambia, mwanangu ushawahi kuchana mahali? Ushaenda piga competition, ushawahi kuchana mahali? Namwambia maniga, yani hasira yangu ningi hapo mahali shike hiyo maiki. Hiyo ndo hasira uko nayo. Hiyo ndo hasira niko nayo. Na ndio maana leo budadi kwa hasira yake ya kuchana Gucci anaambiaje? Ya mimi anaambia mrongo niga, wewe ushapiga mahali na nikuulize Fujo. Au huko ku rap maybe kwa birthday nini? Miarusi. Rapo kwenye aitwaje? Unajua mitaani ile maarusi na mabirthday ndio Ndio nafasi. anakuambia amekuwa Geto superstar na TG. Na TG. Sasa hiyo dendo akaniambiaje, basi kuna competition kule Florida. Itabidi ujiandikishe jina uendani. Nikamwambia really? Nikamwambia hamna noma. Twende. Jumapili ijayo tukaenda naye, kufika pale akaniintroduce kwa mniga wetu pia, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Kioko MC. Kioko, Kioko utakuta Kioko mnoko. Bana Lakini Kioko alijenga talanta nyingi za ngoma sana kujenga karibu sote. Sasa Karibu Kioko sote. akaintroduce kwa Kioko, nikapewa show hiyo day. Hiyo day nilipopiga show tulipiga pamoja. Mimi, yeye na mniga fulani anaitwa Ali, tukapiga pamoja. Inasemaje? Ile chorus iko inasemaje ile? Chorus fulani hivi, we live in this till the day to die. Survive got to feel all the strong survive. Hiyo ndo chorus ya kwanza. Kama piga kingoso ya time. Yaani maniga wanapiga kingoso. Pale mwanangu yo Fujo makelele always from Barisheba. Ndio jamaa akaniambia, mwanangu wewe wanzengua. Wewe ushawahi kupiga game. Namwambia bado. Anambia ushawahi. Watu walikuwa wameamini tayari. Lakini nilisikia raha sana tuliposhikana naye, ndo kumjua Charama panake ndo kuingizwa mitani. Niko naitwa Abdalla Masilva. Abdalla Masilva. Sina TG Silva. Hiyo time sasa hawa jamaa ilikuwa gani, ngoma za Lost Boys ni kama walikuwa wameingia Lost Boys sana. Hao walikuwa Lost Boys. Unaona venye Lost Boys wana rap kizungu, hao wameziandika zao Kiswahili. Kwa sababu mimi nakumbuka alifundisha Lagwanja. Kitungucha alifundisha Lagwanja. Ya Lagwanja madebe ya Kimamtoni akawa yakipigwa mzee yanatokea Kiswahili. Kule ukimsikia Metro kuna mambo, alafu kidogo kusikia kuna mambo rukavuka nakuta kabisa mzee. Mimi personally mimi nililani design. Unajua mimi niko sijui kuandika Kiswahili. Mimi nilikuwa naandika Kizungu kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa najiita Kila B. Before yani ulikuwa Kila B. Before Choko. Kila Bonzo. Kila B, Kila Bonzo. Manduli mzee. Kila Bonzo. Hakuna mduli atajipa jina la chini. Mduli lazima akwambie Kila B. Alafu kicheka underground umetinata hiyo. So hiyo mi vile ambaye sasa ndio nikaanza kuchange time yangu. Nikaanza kuchange sasa. Nasikiza utang nikaanza kuchange na Kiswahili. Hapo sasa ndio nikaanza kujua sasa kuandika hapo. Hiyo nadhani watu wengi walifanya kwa sababu nilipata pia Keishaka walikuwa wanafanya hivyo. Kulikuwa na nyimbo. But the style came from Gucci. Gucci is the first rapper. Alikujaga na ile style ngoma fulani la Mamtoni, unasikia lile vazi lakini walibadilisha. Sasa ukimsikia washangaa niga wazadani na rap Kiswahili mwenye translation fulani. Kitu ilimzengua tulivokutana naye akapata sisi hatupigi hiyo design. Sisi sasa tuwapiga ile design. Jubrain alikuja na style yao walikuwa nao huko Bongo. Ama vipi? Lakini sasa ukisema hivyo Brain bana ukisikiza nani hapo ndo la bala atakakuja Chopong la bala. Ukisikiza DCC backshot la bala backshot unajua Lagwanja. Chopong walikuwa wamekuja na Desert Fix. Sasa huyu hapa alikuwa ni huyu. Alafu na Nio Chizan Brain alikuwa kwa backshot wa DCC bootcamp click. Hata saundi zao ndiko ni hivyo ndo nilikuwa nikiwasikia. Kila mtu alitoa inspiration bahali jamaa. Tulikuwa tupigi ile design kubadilisha Kiswahili. Ni ile style ndio hiyo lakini waandika sana mistari sasa yako. Unaipiga na wewe mwenyewe na design yako vile inaenda.
hata kina hata K South ilikuwa hivyo. Walikuwa na sound kama Redman. Sasa hapo si ndio Mapalampa pia najipa credit wanangu. Unajua Mapalampa mimi kingosongoso kingi kwa chapita. Ama vipi? Nikiwasikia marapa Mamtoni hapo shata kingoso kwa kikipita. Ama vipi? So mimi nilianza direct kwa kuandika mashairi. Hapana. Nikinyoshwa na Nguchi P. Hapana, tulikunyosha wengi kwa sababu tulikuwa machizi mazee mtaani. Wachokozi. Tulikunyosha mistari kadhaa. Wachokozi. Wewe ulikuwa kwa influence. Usijitoe sana. No, wachokozi sana walikuwa kwa kidili na hiyo style. Nilivyokuwa kwa Watapeli hawakuwa na hiyo style. Manake hakuna vazi yoyote ya LOST alikuwa amekuja na hiyo style. Hakuna vazi yoyote ilikuwa mara Mtapeli, mara Mchokozi. Hakuna vazi yoyote alianza kwa Watapeli. Na kwa Flashless ambao alikuwa kwa Mtapeli, hapo kwa Watapeli kweli alikuwa Mtapeli. Flashless ndugu yake la balaa kabisa. Na Flashless hakuwa na hiyo pia. Hakuwa na hiyo design hii mtu wa Kinyanguchi P nini. Ama vipi? So ilichangia sana mimi pia kukosa hiyo. Ama vipi? But ndivyokuwa na Wachokozi, nilicheki Wachokozi hizo ndio zao. So pia nikawa na adapt hiyo kwa Wachokozi. But kingoso kianipita hizo translation nitazipiga vipi niga wangu? Aziendi. Sharama mbona wajide usahau? Hebu nipe verse moja ambayo nilipiga hivyo. Si verse moja. Hiyo kingoso anke lakini sasa tulikuwa twamchonga ambayo nilipiga hivyo. Labda nyinyi mko muandika mwampa. Twamchonga kabisa mchizi wetu huyu. Tulikuwa twamchonga. Mimi mpaka kutoka mimi nilikuwa nazikumbuka zake. Na Shaulin Jembe Shoka mazee. Jembe Shoka ndio yuko kwa hiyo atubabaiki atutishiki basi ya pili. Miguu nini? Balance miguu mjomba. Kwa hiyo ndio hiyo. Alafu sasa si ndio hapo Brenda katuletea mtoto fulani kutoka kanisani. Kabisa. Rasta fulani ambaye sasa ni Rasta hapa. Welcome. Kwa bonge la para mzee. Hiyo time mpaka huko. Kasirika mwanangu. Yeah, ama baby nashukuru sana X kwa kutukaribisha. Ama baby mazee, shukrani pia kwa kuja man. Machizi tumekuja kufunguka huko kwenye session ya mimi naitwa Lavosti. Yani mzuka mwingi yani uko fulani tukaenzi zile Chizan Brain amenipa jina hilo Lavosti. Ama Greenhouse Records. Kitambo enzi hizo. Tukianzisha hiyo moja like moja akaondolewa kwenye chorus. Hiyo mpaka leo Brain upenda kusemaje? Chizan Brain. Niliposikia Lavosti tu. Ilibidi light tuliza. Kamtoa kwa chorus. Wakamtoa hapo matio ilikuwa 2000 na ngapi hiyo? 203 hapo. Hapo ndo naingia hapo. Naepa shule. Mavipi naingia pale Greenhouse. Nikiingia Greenhouse pale kwanza Magongo kule. Etoaje Mikindani ilikuwa Mikindani. Nilikuwa naishi Magongo time hizo. Nakumbuka. So yani ule upendo ulikuwa uko pale unakuta jamani ameondoa mwenzake akutaingia hapa kwenye hii verse which was a big deal for me. Nikakuta true brother man. Yani umekuja ukamtoa huyu brother man ukanika mimi. Sasa nikakuta mazee kweli hapa kuna watu wanafaa wanipatie mentorship na strength fulani ya kumove on kwenye hii. Manake sina brother mimi na sister mmoja. Mavipi kwetu sasa mimi nilikuwa nahitaji ile brotherhood. Unijenge kwa njia moja ama nyingine. Na nikiwa pale na machizi yani hata kama ni watu na mambo yao ni watemi mavipi vyampuli nini mambo kibao but there was a sense of belonging na dignity ambao wale walikuwa wakideal na mambo hata kama ni mtemi yani ni serious mtemi kama vipi yani achezee yani unaona. So nashukuru mpaka sasa tumefika hapa mazee imekuwa gani bonge moja wa trotting. Safari hiyo bado tunaomba Mungu atuwezeshe tuendelee. Kama vipi? Umeona? Kwa hiyo hata tukienda Mombasa hiyo 23rd of May, yani mwanangu tukachafueni ile mbaya. Ndio home. Vipi Walionsi ilikuwa moja safi sana. Ngoja nikuulize mwanangu. Hiyo kwa hiyo kutolewa kwa hiyo kutolewa kwa hiyo ndio uwekwe. Ilikuwa ni hiyo mafunzo sikia album ilikuwa ni gani hiyo?
ama ilikuwa ilikuwa naenda nitarudi ama vipi? So ilikuwa ndio hiyo naenda nitarudi, alafu kuna ile nyingine ile ndio ilikuwa kwa mafunzo through life. Hizo zote ndio kwa mafunzo too much question. Na sikuandika hiyo nyimbo, kitu cha kushangaza nilinijia tu ani vibe. No, hata wewe Lavosi, hata wewe ulivyokuja mwanangu kwa uko fulani, sio wenyewe mwanzo ulitu surprise. Mazee hata ulisikia kitu cha kwanza ni kwamba umekuja na kitu kingine tofauti. Unaona? Alafu ulikuwa kwa unique sana, alafu ulikuwa unapenda usanii sana. Noma. Sio wenyewe tulibakia ile design huyu ndiye. Bana. Wewe ukiona vazi la like lile kwa pending? Ni respect. Nilikuta kweli niko makora. Ndio lazima ni tufena nyinyi yani kwa kazi. Ile yake kali unique sana. Alafu unajua sasa Aleke alikuwa anachana mwanangu hiyo time. Alikuwa anachana bifaze kwa dini. Cannibus. Alikuwa na rap kama Cannibus mwanangu. Alikuwa na rap alafu akaja akaanza kuimba. Hapo sasa unajua pia ilikuwa ni ile time ambayo alikuwa madrasa nini na nini, alikuwa jamaa madrasa na matwari zile taswira zile. Hiyo ndio ilimfanya sasa kwa makora sasa kama vitu zingine tofauti. Ilikuwa poa sana mazee hiyo time. Sasa hiyo time tutoke kwa ndugu yetu Lavosi sasa. Ndio time sasa ya mfalme mweusi sasa. Ama vipi ndio time sasa mfalme mweusi sasa. Wafalme weusi walikuwa before. Fashata yani sasa. So tuseme tu Lavosti akija, sisi tulikuwepo tayari tushafanya maproject mabalozi yale nini kwa nje kibao sasa kwa nje sasa ndo wale tupo wale kwa nje, lakini ilikuwa tushavuma mitaa, naona tu yani tumehit bila nyimbo, bila hata single bila kila kitu, bila hata chupa mwanangu, lakini ukitembea mitaani yani ghetto famous, naona mambo kama yale. So Wafalme Weusi ilikuwa ni jamaa mmoja anaitwa Maurice Jewan, yule ambaye alikuwa GWM na mchizi wetu pale Nguchi. Alafu Shata alikuwa kama Shata. Mimi ni mtoto wa pande ya dancehall, pande ya reggae music, ambapo sana mentorship yangu nimetoa kwa gwinji la muziki ambaye anaitwa Poxy Pressure. RIP, salute sana. Na nimekuwa na vijana kama kina Risasi, Suzuki, wale kina Full Stop marehemu RIP brother Full Stop. Jamaa moja anaitwa Premature. Naona so majina yanakumbusha jam session. Hiyo squad yetu ilikuwa ni watu tinted sana. Ati watu tinted. Yani unaona giza. Kama machizi wa raga nini? Machizi wa dancehall yani hivyo dancehall nini. So kuingia Florida pale tulikuwa tunajuana na Nguchi miaka mingi. Unaona? Kuingia Florida pale kupatana na watu kibao, si ilikuwa kutotoka Makande pale. Au sio enzi hizo za kina Rough Touch nini sasa kina Rough Daddy, kina Teacher wako mitaani pale, si tuko chini kule baharini magorofani huko chini Makande huko, unaona. So kwa hiyo ndo squad ya Makande, tunaingia Florida pale, Makande Rebels tulikuwa tunajiita. Tukiingia Florida tupatana pale watoto wa Chigongo, watoto wa Likoni, watoto wa wapi yani, unaona yani mitaa tofauti tuna represent pale, kina tu Acrylic walikuwa kwa pale kama mnakumbuka mchizi tu Acrylic sana nampata sana alikuwa toka mita National Housing pale Changamwe pale. Huyu jamaa ameshinda TV mingi Florida sana pale. Number 1 tu ile alikuwa anachukua hiyo time before sasa tuanze kurap sisi. Na Salangwengwe je? Amerap Salangwengwe. Amechukua miles 10. Amerap pale ile dogo. Kwa tukutana naye sisi kwa watu wa viwanja vya Naitikali. Asiniga mashada. Watu wa Naitikali bana. Sasa tukiingia kule tutashanga, huu mniga yani amekomalia tu yani. Hata hapo baada hapo la Gwanja.
Sio nikaja nikapatana na jamaa mwingine. Uko fulani kutoka Ulaya. Bovu baya. Grew up listening to hip hop Kaya. Nadhani ngoja ulimtoa wapi lakini? Nakwambia. Baada hapo sasa nakwambia. Baada uko fulani wako hapo sasa uko fulani kutoka Ulaya. Ilikuwa beef lakini millions na beef. Unaona ujamaa tukikutana naye Nguchi wakumbuka kulikuwaga na awards pale ya Kisima Awards hapo bado hajakuwa uko fulani beach bado hajakuwa uko fulani ilikuwa Mombasa beach ile au sio uko fulani ameletwa na Mpalampa huyu hapana ametulia alikuwa amekuja na Kim alafu sisi alikuwa tuna hasira na kwa sababu gani hao wajilete uko fulani lakini yakana tukaongea nao biashara huyu alikuwa na charama ilikuwa huyu ameniekea beef. Huyu Nguchi kusa tu Mombasani hivi. Huyu Nguchi. Nilikwenda nikampata na Kimi. Huyu na kina rais mimi sijui. Hiyo time sasa ndio Mapalampa ameingia jiji. Alafu nikaanza kuingia mitaa mabitozi. Kwanza kuingia mabitozi sijui ndio West huko. Sio. Kimi alikuwa mwana ule tukia kitambo twamuelewa. Sasa nikampata Kimi yuko na Mnyamwezi fulani. Limfura mishavu nimepiga mabandana mingi bandana 3 bandana sijui ngapi huku bandana kwa shingo matatu kiamerika kinyi nilikuwa nangangana mwanangu sijui hapo sasa bado kwako Kingoso akija shapu fresh sijachanganya fresh so ngwana achukua muda kumuelewa kakutoa Mnyamwezi yuko na mabangu lakini kama vipi lakini yaka Mnyamwezi really basi hiyo day ilikuwa Kisima Awards tuko na Nguchi P tukasikia kuna machize na wanakuja kulikuwa ni bichi gani ile ilikuwa ni Mombasa Beach so unajua ilikuwaje uko fulani wataperform Mombasa Beach mwanangu mimi na Nguchi tukakaa tukapiga mahesabu tukasema uko fulani gani mwanangu na sisi ni uko fulani hatujui Mombasa Beach mwanangu tukasema leo kitaeleweka mwanangu tukajizoa ama vipi twenzetu wale jamaa tutapata pale uko fulani sisi finika bovu kufika bana tuampata kimya na mchizi bana mchizi kwanza ashaanza kutuzengua ile my brother nini ashatoa matatu atuonyesha this is my brother man the king my brother man sijui nini yapiga mafreestyle na nina Nguchi P bana ile hasira tulikuja nao tukamoja tu yuko na ni basi moja regelea hapo ndo baada hapo sasa hasira akuja kumpata na kimya nikamwambia tulia sasa ama vipi niko na familia yangu UKWO na hawana Mnyamwezi hapana ilikuwa hivyo really tulifanya tag love unakumbuka hiyo ndio ilikuwa hit yangu ya kwanza nikikutana na Cannibal na Sharama. Yani mwanzo wewe ulibahatika sana maana ulitoka tu Mamtoni ukajapata masuperstar ukajiingiza katikati ukawa star. Na Headbang unajua nini Headbangers walikuwa wamefungua sana hiyo. Headbangers walikuwa wamefungua au sio as a company nini so walikuwa pia wanahitaji wasanii wapya nini so ikasemekana mkuu amekuja show sijui kama kitu kama hiyo ndio Nduati wajua Headbangers bas cause Nduati was working for Headbangers at that time so hiyo ndo day pia mimi nikikutana na Headbangers nilikutana nao pia Kisima Awards Sakimi akikuwa kwa ile punchline kibao sasa si watu wengi walisema tu uko fulani ndo ameshi sasa ikakuwa hao machizi ndo wewe unafanya hip hop tafuta wale majamaa lakini mtu alinipeleka huko ni Jagwa alikuwa best ya sistangu so sistangu was like wewe tafanya nini na wewe huku acha mimi niku connect na msanii so hiyo day akisema my sister was working there hizi mambo za mafuta nini walikuwa wana promote huko so Jagwa boom tukaenda naye Jagwa kicheki anaona wewe ni mtu wa hip hop fuata wale jamaa na jamaa wenyewe ni uko fulani hapo nafikiri ilikuwa ni Roba Kimia and a few other cats you know what I'm saying sasa hiyo ilikuwa ni ile sasa hiyo sasa aliposhuka chukua hiyo award so nikasema basi wanakaa wewe sasa nikaenda sasa vipi yo represent hip hop man you know one love nini you feel me show them love I don't think there was nobody else getting a hip hop award except them that night you feel me so it was like a big up to me so me I had a chance to really meet them niggas and be like so from there now nimekutana na Kimia
nini hao kwanza wanafikiri mini Rich ule wa Oakland unafanya na Park na shambia Rich wakastuka Sidoni na kapaga kuja na kinyamwezi cha kufa mtu. Oja mimi nilimuuliza umetoka wapi? Seattle. From the Seattle to 11. From the Seattle. So the next day, niggas were like, yo, we're opening up a studio. Come through. The first time sasa pia naingia West Side. I was here. Kiingia West Side, no na set up mawaya nini. And then Kisima sasa, they had a party for the awards. Sasa Kimya nafikiri ndo akastua machizi like yo tunakuja Mombasa na machizi wengine pia hiyo time sijui sikuwa naelewa kuweza kuja au sio wewe tulia Mbona nikuleta kwa Turini uskonde nakupa credit alikuwa muoga paka ogopa mainzi akiona mainzi noma ojo mimi nangoja amalize ndio twende paka pale ambaye alikuja ametoka Mamtoni akaja kwa choo akapala nataka tupike hapo na mtu mbali huyu akifuza mainzi na bandana huko hivyo unajua kweli nitoka Mamtoni limefura alikokona kama kilo I think maybe 130 kgs how's a big nigga yeah big nigga mimi nikicheki naona jamaa linjaja mwanangu jitumbwa mititi ndandanda yeye mwenyewe alifagilia yeye mwenyewe alifagilia ndio ndio maana akakuita ndio nilikuwa mimi napenda wanyamwezi alafu kakuta mnyamwezi rili ushapata kapata mnyamwezi rili akacheki kabidi nimuonyeshe kwa machizi rili nikucheke mnyamwezi rili na mawenga alafu elewi program elewi watemu alafu akakutamini mdach pia unajua hapo nilikuja kupata Dutch pia ngakuta kwa maana there's a day niko na huyu jamaa back in the days niko na huyu jamaa da tumeenda maeneo fulani au maeneo tukija tukifika bwana Chidi ndio alikuwa amenishtua hasa nikitubia Chidi ametushtua tukijefika pale wako na kinyewai pale Kalapina alikuwa hapo mara nashangaa Chidi alitanoma huyu walikuwa kunifanyia huyu ndio alitaka kunifanyia so it's like Chidi hold on bro Chidi Benz huyu ni gurugang uko fulani alikuwa na beef na kikosi nakumbuka alikuwa na kimya huyu alikuwa na kimya kunifanyia huyu so ningeongea kiniga ama ongea kiniga Safari Park pale sasa Kimya akasema sawa mazee ongea kiniga huyu jamaa mazee tunajuana naye lakini ni beef ya street sasa ya kikosi alafu amekuja huku ndo mimi kikosi wa huku so ukaingia kwa beef ambesi all the beef zote zimekuwa hivyo hip hop nilikuwa tu najikuta niko ndani ya beef he got killed man I lost this brother sijui nini man yani ile wanaumia tumbo lake kubwa hapo inchorwa nini 100% African sio I'm 100% African man yani paka ile tukakuta haikuwa vitisho ilikuwa real leo alikuja show Mombasa hiyo siku mimi niko najua naenda uwa mtu leo maana mwanzo mjue show mkuitwa uko fulani mwanzo mjue wasikia kuna uko fulani mwanzo mjue uko fulani kwa tukibana chini alafu wamekuja Omo walikuwa wako Omo wajua uko fulani mwanzo kwa tukibana chini walikuwa wako Omo mwanzo kwa tukibana chini mama umechukua jina mtaani kile tukikatwa mbaya tuona kwa TV uko fulani lakini tuona watu wengine tokeni hapa kama mwanangu tukikaa mtaani hatuna raha mmekana wajinga hivi na wasela hivi nini waambia nyinyi tokeni hapa nyinyi mmeuza jina sehemu kwa hapa mna kitu na nyinyi ndio mkakuwa mwatupata hizo shows mwapiga hizo show ondokeni bana hata mwatusinya bana kama mmeuza jina semeni ndio hizo tamu kuja la uko fulani wakuja nikaambiwa oya twaitwa nikasema wapi twaitwa kina Cannibal Kizingo kule au sio Cannibal tukafanyeje mimi siendi huko bana nikafanyeje kuna story gani kwanza si mao wankuja wanapiga show kaambia twaenda huko tunza tukawakute mwana niko mimi na popu sasa tumebeba John mwanzo jamaa wale wampiga show watu wamepiga show wamechukua hela nakuta wamechukua hela alafu wako kina Cannibal ndio wapata mimi ndio nilikuwa na hifadhi tukaenda wala kufika pale cheki tuna usongo tumeingia pale mambo vipi hata tuongee yani tuapeana ndonga tuongee tu nafikiri Pop alikuwa pia si ndio sasa sisi tu mimi kusema la kweli expectation yangu kufika pale niko najua nitapata kina kama
akina nani nasikia maomao wankuja ngicheki hivi visura hizi huyu Mnyamwezi wa wapi huyu nakuta mwanzo ngicheki hivi namwona kimya huyu namjua huyu kimya huyu si kimya huyu hao ndo wankuja piga show sasa hao ndo wanturamba sasa hao ndo wenyewe hao ndo wamechukua dili kunkuja waloko wengine kuturamba hao ndo adili nao wala Charama kona vile tayari akona Fujo hapa mbona amekunja sana na kanibali akati ya oya Fujo sikiza bwana hawa jamaa kuja hapa mwanzo hawa si maumao chili alafu jamaa kuja hapa tu hiyo show hiyo huku Mombasa wameidandia wenyewe wameidandia hata sio yao kitu ambacho ilifanyika wajomba walikuja wakapata opportunity wakaichukua lakini sasa walikuja home kwa sababu tulikutana nao wapi Headbangers wakati Headbangers ile walitupa mchongo wao unaona kama Kanibal Sharama kutupa mchongo ndio tukashtua masela sasa uko fulani jamaa huu mchongo maana tulikuwa tushafanya album ya kwanza nini kabisa ndio tukaita watu sasa unaona sasa pale ndio hiyo ikabidi kujuana na huyu jamaa kujuana na kina Kimya kujuana na kina Rich ndio tulimjua huko pia wakina Cannibal mkumbuka Kimya alivyotupa kaseti yetu tumemtuma ende redioni kubabake saini kwa pasta mkumbuka tulimshika tukambeba hivi kwenye balcony kwa mamangu tunataka kumtupa mzee alikuwa ule nani ule Black Muntu nilileta Black Muntu bana mjengoni bana kaambia machizi Black Muntu mara popo kaanza maze mbona kamwera ati mbona kamwera wakamshika Black Muntu toa ID alafu tempia Black Muntu akanikoroga Black Muntu kutoka ID yafanana naye lakini si yeye chiza mbele kwa balko unaenda tupo mwanangu hiyo time tuko wapi hapa tuko Ngara hapo mjengo fulani sijui 6th floor mjengo wa Ujio sasa ametutoa Mombasa sasa tumekuja huko crazy sasa uko ikikuja sasa Cannibal atuonesha bwana tulieni Fujo na Pop tulieni hao wankuja wana mchongo twende Headbangers kufanya mchongo kurekodi album hapo ndo kidogo ile mchongo album na tumeka miaka mingi tunahitaji hiyo opportunity ikabidi mkatulia ndio tukatulia ndio sasa doji nini hugging pale nini ndio watu kujitupa Ngara sasa kwake kutulia na Headbangers tunda kabla wakuje sasa nikakuwa ile teka wapi ama chizi wote mimi mwenyewe niko na room moja na living room nilikuwa mpaka nalala kwa balcony sisi baridi nishatoka majuni kwa ile bro I had to talk to the landlord like yo kuna machizi wanakuja watakuwa na rasta mingi watakuwa na ka crazy yani lakini nielewe tu kuna project unafanya pia walikuwa shasikia jina la ukoo au sio sasa kwambia how many people like 9 people nigga was like what 9 I was like bro just trust my word you know I had to beg him but a good thing is they trusted me you feel me because pia nilikuwa pale nao nini they seen a lot of visitors nini lakini sasa nikwambia wanakuja kukaa you feel me so hapo ndo niliona yani ile love ya true ya uko fulani au sio because machizi walipokam sasa man tulikula pamoja tukafanya album kuna hiyo time sasa hiyo time mkiwa hapo Ngara ndio mimi sijua bado Kipande Road still remember that house bro nikipitaga na icheki mimi nilikuwa Dandora hiyo time sasa mkiwa ninio Nguchi ndo nilikupigia maana mazee Mungiki washakuja kama mazee Tenga mwanangu wanakuja wanasimamisha mata wakaanza toa viti wanasemaje tuasikie uko fulani wako wapi wako Ngara unaona wacha tuje wakabeba mapanga nini wanaingiza ndani ya nini ngori nipigie nani Nguchi nikamwambia nikatoka nikapigia Nguchi nikamwambia oya mapipi noma machizi huku wanakuja na mapanga kuja kuwakatakata kwa sababu ile time ndio hiyo beef uko fla ilikuwa heavy unaona sasa ikabidi nikakuwa snitch mwanangu wa snitch wa mtaani so hiyo time tayari uko koenga maumau kabisa kabisa bado ni mabrother men lakini sasa si wao haikuwao na si jeshi kwa kufanya mkutano pale ofisini sasa jeshi sasa ndio imeamua sasa wanakuja hivi hata jeshi yenyewe ndio strong kushinda wasanii washatoa mazema viti kwa matatu mwanangu washatoa ndio kuwe na space waje wawachukue yani waende wakawafanyie mwanangu kabidi nipigie mchizi
Oya vipi mazee, tokeni huko kwa sasa. Alafu kama Zara jamaa wote wako tuko studio sasa. Mazee. Kaambia tu kwa ile nyumba ama vipi? Masela kwa studio wote yani. Kaambia Masela, no matatu tutaregea kule. Kuna wana kula tutegee. Kabisa sasa Masela akasema mtu kama Sharama akwambia wana mpango ache waje kwa mama wao. Mwanangu. Unajua mitaani kuna zile tabia za kitaa. Unaona zile mapanga zile kwa ndani ya gari. Alafu niko kwa mchezo wa kupiga watu matofa kwa shajamilia Gucci. Wakija wanakula matofa tu. Yani mimi nilijua hapa noma mwanangu. So I think hiyo ni a little bit story about uko fulani na hiyo ni jani yetu tu kidogo kama uko fulani. Ngojeni malize sasa hapo bado. Sija join uko lakini bado nisha connect hiyo machizi njooni nitafanya album yenu and then hiyo Kimya ndo alikuwa ndo anatu record nini kila kitu kwa hiyo kaya hip hop. So hiyo day sasa recording ndo na remember Nguchi akanambia sasa wewe ni uko na uko ndani ya hii album au sio? Ndo akina Fujo nikona kuna mtu amepinga. Headbangers zileta noma kidogo. So umejoin group. Umejoin group ha? Umewajoin. Nikwambia nini? Nisha join sasa. Niko inside na inside. Yote sasa tunajua yuko na kinyasido hapo maneno ya kinyakini. Ameshika kubonga kidoso. Ni nini sasa? Umewajoin. Niambia sasa nimejoin. Niko ndani. Nini? Ujasikia verse ya Bonde Mapo kabisa. Kenda nikachukua ma beats hizo za hip hop alisi Best Town Entertainment kaleta tukusikia nini machizi wakachagua sister pia akakuja au sio? Ndo hapo sasa hiyo day ya the first recording hiyo ndo time Guruganga aleta Best Town. Najua producer alikuwa kwa Kimya peke yake. So Guruganga akaja na Best Town akajidata wa machizi mabiti zao babu kubwa zaidi. Hiyo si ndo producer akiwa Kimya peke yake hata na kubwa albamu hii ukisikiza utajamaza Kimya na maanisho sisahau producer Kimya. Lakini Best ndo alivyoingia waliingia na vishindo mshikaji wangu. Kabidi tuguregure kidogo. Ndio hizo beats za hip hop alisi Bonde hip hop alisi. Alafu ilikuwa ngumu pia Chiza angelipeleka hata Naja. Exactly. But hiyo ilikuwa ni album yenu mnafanya hiyo time Headbangers. Naja ilikuwa kwa album yetu. So tulivyoanza mabande nini na nini ndio ilikuwa katika album hapo ndio niliwatambua pia. Which at least tumwabrekia kidogo story yetu huko fulani, jani yetu huko fulani. So wacha tuongee sasa shughuli tunazozifanya kwa sasa. Ama vipi bana? Story yenyewe ni refu. Ama vipi? For real. Kwa sasa hii angalia, lakini kabla tujafika hapo bado nataka tufikie hapo. Tuambie story ya huyu jamaa ametoka Mamtoni ankuja show za Mombasa. Ndio mshikaji alipokuja kule Magogo kule. Alikuwa amezoea vile hivyo vya kukaa na kuflash. Akaniambia Mupaya man, I need to take a shit man. Namuuliza wewe unataka kakunya sio? Akajidai man. Nikamwambia choo kile pale. Chukua ndoo ya maji nini na nini. Akaingia chooni. Sio unajua vile vitu vya Uswahilini vinajiwe huku na huku na kanyaga. Washuka chini mzee. Kifaa cha furuka fresh. Hata vitu vikitoka vinakuwa havina pingamizi. Hata Mnyamwezi alivyoingia kwa kile choo alishangaa sasa choo anafanyaje? Nilikuwa sijaona kitu kama hiyo. Sasa akakaa kile pana tako moja likaja kwa hilo jiwe lingine likaja kwa hilo jiwe. Akaipigia ile kabisa mzee. Hapo ndo akaachia vyombo. Na sio siwezi jua juu siko huko ndani. Walikuwa wana mguu zangu hivi. Alipotoka huyo jamaa kutoka chooni namuuliza vipi? Oh man, the toilet is amazing, man. I never saw this shit like this. What do you mean amazing? How did you do it? Man, I just sit it down. I just sit down. Christian said, mikojo ndani nikajua na mkajonde. Abida atafutie nini? Atajua noma mzee. Nini aoshe uko fulani kutoka Ulaya. Hiyo story mimi yani nilicheka mpaka kidogo nife mimi. Sijaisahau hiyo. Hiyo ni ngori hiyo. Hakuna mtu anaweza sahau hiyo. So kutoka Ulaya alafu kaleta Uswahilini mtaani. So album yetu ya pili ilikuwa ni after mafunzo sikia tukakuja. Gucci huyo hapo. Si popkaya tukakuja recipe za nazi. Ya tatu kwa fulani kabisa.
alafu ya 4 ndo Kaya hip hop. Mwanangu, hizi ngoma zote mbona ziko kwa DSP? Aziko Spotify hizo zote ambaye, kwa sababu zile ngoma ziko pale ni kidogo sana. No, sisi hata tukianza hii game hiyo time hata hizi vitu hazikuwa. Lakini sasa ama vipi hazikuwa hizi vitu na ndio maana unapata data zetu zoko fulani tuko na zile ambao ni old school ambao hata hiyo time hata YouTube haikuepo kabisa. Ama vipi hizo sije ma Spotify nini hata hazikuepo. Ama vipi sisi tumeanza muziki jamaa, muziki uko kwa kaseti. Ama vipi hata kurekodi siku hata song tulirekodi kwa data. Like 1 year ago my son alipata kaseti home, akaniuliza dadi nini. Ngambia kijana yeye ni ya kuweka muziki, akaniuliza mwanzo ilikuwa kwa muziki vipi na watu walikuwa wanasikiza vipi. Ngamshoza sasa dogo, hapo ndo sisi tulianza. Ama vipi, which now pia tumejitahidi kama mnavyosikia katika mapenzi ambayo tuko nayo, katika brotherhood ambayo tumekuwa nao, katika love ambayo tumekuwa nayo, na story ambayo tunawapigia, na sasa tuko hapa sote pamoja. Ni kwa sababu ya upendo, kwa sababu ya brotherhood. Ama vipi na sasa tumekuja na album ambayo inajulikana ndio ama vipi, ni album yetu ambayo uko fulani tumeamua kuja pamoja kufanya kitu chetu cha utu uzimana. Maana yake tukisema, nikuulize swali. Tuko hapo sasa, atuendi kwingine, atu divert. Wajua hapa ni poa tuanze kui break down, kwa sababu kuna time ambayo tulikuwa atufanye muziki sote kwa pamoja, kila mtu alikuwa kwa shughuli zake. Wewe ulikuwa na album at 40, si ndio? Sasa ilianziaje? Kwa sababu hata sikumbuki ilianzia nani ambaye alianza. Sasa tunataka kufanya hii album, sasa ilianzia wapi? Tumekuwa tukicommunicate kwa group, tumekuwa tukiongea kwa group, tumekuwa tukiongea individual, tunapanga pole mpaka ikaje. Nakumbuka paka Ndolo mwenyewe akirequest akisema kwamba jamaa, tushafanya kitu Nairobi, tushafanya kitu Mombasa, is the right time even us to do kitu Dar es Salaam. About the time also Gurugang nikiwa naye akijaribu kuput strains, tukiongea na Chizan Brain. Ama vipi, tukimwonyesha Chizan Brain, we feel like Dar es Salaam will make more sense, kwa sababu jani yetu tushapiga huku kwingine, why not Dar es Salaam? Na tushafanya ma projects paka Berlin huko. And then Brain pia wengine, kwa hiyo tunafaa akatushow Wanene is home. Wanene is home forever. Na vile mimi niko hapa kama Brain Wanene, msisahau jamaa, mimi uko fulani na Wanene is home. So vile nimepata hii proposal, I think nitaweka nguvu yangu yote 100%. So that's the time Brain alianza kuchukua majukumu. Mimi naweza sema pia hiyo time nilikuwa sijaona Brain from I think almost like 10-11 years. Something like that. Because tumekuwa tukienda na Gurugang Bongo. Au sio? Tumekuwa tukienda naye Bongo mara kwa mara. So nikifika huko nikasema kwanza nilikuwa nimeenda vacation, kuna boy yangu amekutoka Seattle kunicheki. So yani marapa pia waga wanaenda vacation. So unajua tena au sio, safari kwanza. So nikamwambia boy yangu, by the way, wewe si book basi bado. Ama vipi? Juu lazima nicheki mtu mmoja kabla nitoke hii country. Kwanza hakuchukulia serious. He's like, yo, we on vacation nini. Kucheki sasa asubuhi, the nigga already booked the bus nini. I'm like, bro, I'm sorry, you're gonna have to go by yourself. Nishakupigisha hizo round. Sasa rudi Diani peke yako. Silikwambia usibook. Ndio nikaenda kwa Chizange. Nikifika pale kwa Chizange, I'm like, yo, Chizange man, I think I'm gonna have to leave later on. Atumekuja hujaniona hivi this long, alafu we cancel kila kitu sahi. Kapiga, bro, I just have to stay for like 2 days. You feel me? So we chopped it up, nini. Then kakutana na Mupae, nikamwambia, unaona nilikuwa na Brain fanya ngoma na nini. Ndo tukaanza kusema, the hell we gonna do? Sasa tuko kwa group, unaona? So it took us like a little bit to make the decision, you know what I'm saying? Like, mazetu nataka kurecord album, lakini tutairecord wapi? I was here. Though everybody made a decision in the group, like, yo, Twale had Brain. Alijitolea. That was the same time nimefika Wanene before hata Wagure like 2 times. Ama vipi? Kufika pale na mshow Chizange uko hapa. Hizi vitu tumekuwa tukikongolesha na Gurugang, umesikia? So, Chizange naye ananiuliza, je, nyinyi umejiandaa? Ili happen behind pia kabla hii album ifike, ambao pengine watu hawajui ama vipi? Cause mimi nilikuwa na communication na jamaa yule anaitwa KBC.
wale waanzilishi wa moja wa pioneers wale wa bongo ama vipi? KBC Kisingo, sijui kama mnampata huyo jamaa. Sasa huyo jamaa katika conversation yetu akaniambia yeye kitu anataka kusikia ni albamu ya Chong Pong Clan. Ushasikia? Akaniambia tufanye kivyo vyote, mimi na Brain tufanye albamu na yeye atakuwa tayari kusponsor ama vipi? So ule jamaa alivyoniongelesha mimi nikambongesha Brain. Unakuta nikamwambia Brain, vipi, kuna jamaa saizi wako ready kutusimamia kila kitu, bora tuanze kufanya mangoma. Hapo ndo Brain akaniambia kuna hata track ametumiwa na NJE ama vipi? Kwa hivyo kama vipi fresh nieke vasi kwa hiyo track. Nafikiri hiyo nyimbo mlisikia ikatoka ama vipi? Sasa wakati ule kumbe Brain akakuwa inspired ama vipi, juu nilimpigia story ndefu mpaka vile watu wengi washanifuata wakaniambia wanataka albamu, wanataka tufanye vitu ama vipi. Lakini yeye akaona Sean Pong haita make sense. Hii ni conversation, niko sure hata ukimuuliza yeye mwenyewe atasema ni hivyo ama vipi. Ndio akafikiria sasa kufanya hii uko fulani ndio hii, ushaona. Kwa hivyo ile inspiration ilitoka na hiyo jamaa kule bongo, ndo alirequest kuwa tufanye albamu na yeye atakuwa tayari kusponsor kila kitu, kusimamia kila kitu, unaona. Lakini nafikiri wakati tuliavyo conversation na Brain, yeye akajicheki vile yuko bongo na yuko na ina position pia kufacilitate kila kitu. So instead ya kufanya Chong Pong, wacha tufanye hii uko fulani ndio hii. Ushakuta. So hapo inaweza kuwa pia ilichangia kwa nini katika hii. Sasa mbona basi hata hukumleta basi wa jamaa tujazie hiyo ile pesa yenu angeleta huku pia bwana tuseene angeongeza hii side zidio Yani unajua ile the crazy thing is tukiuliza Brain what's up on our subgroup, man, he just answered the perfect, like ile unashangaa huyu jamaa atajibu nini. Yani tunangojea ile group, tunangojea Brain ajibu sasa. Bro, that he just like, hii ndo kitu tunatakana tufanye. Jumia nakumbuka mimi niko kwa Goncha, nilikuwa simjui Dash ama vipi. So niko kwa nikidunda pale Wanene. Brain ambao usinisharama. Mimi ndo nilisainiwa wa kwanza Wanene. Namwambia mimi ndo nilisainiwa Wanene, kampa job wa MC kwenye launch ya Wanene ikifunguliwa. Sasa hapo ndo Goncha ananijua. Amba Brain usisharama. Brain amwambia Goncha usharamani uko fulani ama vipi? Kaambia Goncha ndo maana tukuja hapa kuweka gozi. Tuko Kirende hapa zaidi ya 20. Na ndo tunataka kuja kufanya maswala. That the time also Dili Livanda True Brain kumwambia Goncha kwamba utawakia machizi wangu kazi. Kumwambia Sami yule pale Wanene kwamba utawakia machizi na upati donzi. Upate hata shilingi. Wewe waja kazi wafanya kazi, lakini upate hata shilingi. Hata donzi. Alijitolea roho moja. Wanene kwamba walijitolea na roho yao yote na wali appreciate pia kufanya kazi na uko fulani na pia walipenda sana. Big up to Wanene. Kwa hivyo Wanene pia walikuwa wametusikia muda mrefu. Sisi kufanya kazi Wanene iko deeply connected. Huyo KB Singo ni jamaa wa Kwanza Unit ama vipi? Kwanza Unit ni pioneers wa TZ, ushaona? Sasa kuna connection kubwa sana, yani hii inspiration ilitokana nao jamaa. Na yeye ni wale pioneers wa TZ Kwanza Unit. Kwa hivyo jamaa wakiona tumefanya huko si kwa ubaya. Unaona yule jamaa yani ni family, alafu wale jamaa ni kama ya kitambo sana, unaona. P-Funk Majani kina Fujo alikwenda huko akaenda kufanya maproject. Alafu sasa Chong Pong Clan pia ilianzaga TZ. Ushaona? So hiyo ni history ambayo wale jamaa wanajua ilianza Arusha. No, si ya Chong Pong Clan mama zao ni wa TZ. Maka Raisi mamake mTZ. Kabisa. Ama vipi? Cheese and Brain. Hivyo so Chong Pong Clan wazazi wao ni wabongo. So kuna hiyo inspiration ama vipi? Ndio unapata pia ni hii kitu yani ukiangalia iko blessed yani. And then pia Charlotte Ndolo Yeng ama vipi Soma Project alisisitiza sana ile wazi, jamaa mshafanya vitu Mombasani, album zimefanya. Mshafanya album Nairobi. There's no any reason you guys kufanya album nyingine Nairobi.
Mhitaji mudunde kitaa chengine, muje na madini mengine tofauti. Ama vipi? Big up. Mwanzo Ndolo ngikumbuka Yang. sana mimi nikiwa Bunja Barisheba Rice. hizi time tu kabla tuanze project iko Richie akija tunaingia viwanja kama kawa nini lakini kuna maswali namuuliza yeye mwenyewe ana jam lakini na mimi namuonesha nini. Me, I don't have anything to do right now. All I think the right way I can do is music. I can do music. You show me your video, you was in Brain. What the fuck, man? Oh, sorry, poleni jamani. Tumezoea mitaani nini. Nikamwambia haiwezekani. Wewe kila saa unaonesha ma video uko na Brain. Unaonesha ma video kwa Arusha. Mwanangu mimi nasota na mimi najua naaminia kimuziki mimi naweza make. Please, can you talk to Brain? Tuone nini itafanyika. Anaambia Fujo usimindi. Mimi nimeshaongea na Brain already. Sasa kila kitu inasukwa inaenda fresh. Bado tu aseme njooni ndo tunangojea ni siku gani. Usikonde my brother, everything gonna be okay, lakini kwa namsumbua sana. Kweli Fujo iliko pia pressure ku convince Brain. Ama vipi juu pia Brain alikuwa kwamba ana imani kwamba mko tayari kufanya hicho kitu. Na Brain kwamba alikuwa anahisi kwamba yuko Wanene mahali ambapo yafanya makazi yake na ana vitu vyake ambavyo anafanya ama vipi. So alikuwa kwa na request kama wanangu kweli wako ready kufanya kitu, basi kitu kiwe serious ama vipi. Ndio time hata nikiwa kwa harusi ya Brain I used to care Brain kuhusu kitu ama vipi. Na ndio maana anasema shout out sana kwa Wanene kuweza kutupokea, kuweza kufanya kazi na sisi. Shout out sana kwa Goncha kwa kama the main producer pia pale. Shout out to Cheese and Brain kama the engineer vile. Shout out to Sammy the Great vile Nafasi Art ama vipi. Na big up also pia kwa Nafasi Art Space pia kuweza kutupokea pale mjini Dar es Salaam na kuweza kukubali kufanya kazi na sisi ama vipi. Big up sana kwa Dash ama vipi. So Wanene yani kwamba tunawasalute sana. So hii album ni album ambayo tumefanyia Wanene na ni album ambayo iko na track kama 15, iko na featuring tofauti. Pia big up to Fidikio ambaye alicontribute beat zake. Big up pia kwa Black pia big up pale alicontribute beat zake. Big up pia kwa Ambrose Madugu Digital ambao pia alicontribute beat zake ambazo ziko katika hizo ngoma 15 ama vipi. Na ndio kitu ambacho kwa sasa kwamba tunaendelea kukisukuma. So mi bado niko pale kwa hizo ma meeting zetu hizo. Nakumbuka tukianza shout out to RIC kwa kutoka kwa Zumba na mazee watu wanaona na mara ya kwanza for like mazee miaka kibao mazee. Watu kianza kupanga hapo kuhusu album nini na nini, watu wakaenda Bongo. So tuweza kuongea sasa hii show ambayo tulifanya Alliance. Bonge moja la show. Show yani mwanzo kwanza kabisa. Congratulations masela wangu mazee, yani bila ambaye big up it went down kubwa sana man. Oye, unajua kuna hiyo siku sasa, hiyo siku tushamaliza kuperform, tumeshuka hapo chini, kuna sister Du huyo alikuja akaniambia naweza piga naye picha la Balaa. Nikamwambia unajua mazee mimi ninatoka Mombasa sasa hii ninafika nimekuja show, natoka asubuhi na gari asubuhi. Sasa naenda naenda kujiachilia mwanzo Nairobi kwanza, alafu asubuhi nirege home. Mimi natoka Mombasa, demo anatoka Mombasa Magongo, si ndio? Magongo alikuja kuchukua nimcheki pale, alafu atoke aende home asubuhi yake. Big up to that. Hiyo love, respect. Unanielewa? So tuongeeni tu, mimi nataka tu tuongee vile ambayo hiyo show yani kwa watu ambao wanaweza taka kuorganize show kama hizo, ni nini ambazo ni ziliko changamoto hiyo time? Nadhani Lavosi anaweza gusia hapo 1 2 3. Au sio? Well, tukiangalia kwenye party ya program za kujipanga kwenye event, kila time inakuwa ngumu kuleta watu wote stakeholders wote waje pale tushikane pamoja. Mambo ni mengi. Kuna wasanii pale, department yao iangaliwe, kuna mambo ya ticketing, kuna mambo ya kila aina mazee hapo tunafaa tu. So ikawa ni ngumu sana pia kugalvanize, lakini vile watu walivyo pale kushikana na nini mwanangu, it wasn't so easy man. Watu walikuwa kitukanana hapo kwenye maneno, tunapelekana noma, lakini tunakumbuka ni nini tunatupeleka kwa hiyo purpose ya kufanya hii accomplishment nini, na tumeifulfill mwanangu, which was a great victory. Mimi nakwambia yani mnakuta tutafanya mambo mengine makubwa zaidi hata yani mavipi, na ilikuwa imeonyesha kwamba uko fulani
tuna unity. Unaona ule umoja wetu hauwezi bomoka wala mtu hawezi kuja kati, yani ule umoja we. Hata pia sana pia shout out to sister yetu Rahab, yani kama pia sister Rahab si kutuorganize mazee. The glue. Kabisa ndio alikuwa glue yetu kabisa. Shout out sana kwa Rahab ama vipi pia kwa kutushikilia mkono na pia much more respect kwa Asela J pia ama vipi. Big up to Hustle J kufanya kazi na sisi na kuweza kushirikiana na sisi na kuweza Civilizer pia. Salute kwa Civilizer pia. Wana we. Big up sana Bobo Shanti pia. Bobo Shanti. Jombaji 003. Alafu Mbaji. Au sio? Salute sana. Kitu mimi nataka kuongezea tu kidogo ni kwamba sahii uko fulani wamebuild capacity, na hii ni show yetu ya kwanza ambao tumefanya wenyewe kama uko fulani. Yani bila sponsor. Yani inasema mambo mingi sana kitu kama hii ambacho tumekifanya kwa sisi wenyewe bila msaada kutoka mahali, unaona. So kama uko fulani naweza sema tumeanza vizuri na sky is the limit, yani. Unaona sky is the limit. Na congratulations kwa kila mmoja kwa kuweka effort, kwa ku put in work na strength na your time na your wisdom, unaona. Big up to life. All the way Bali. I see you like big up yourself. So next nafikiri tutakuwa Mombasa tarehe 23 ambao ni mwezi ujao hapo. Pale vile Alliance Fonse kabisa. Ambapo pale pia vile ni nyumbani. Lazima show tuiongeze skipi, blue band, jam nini ili tuiboreshe vizuri iwe tamu zaidi ya huko, kwa sababu pale ndio kitovu cha ukoo. Unaona, so watu wa expect zaidi ya Nairobi, wa expect mambo mazuri, mambo makubwa. Tunafungua pia milango kwa yoyote yule anataka kutushika mkono kama uko fulani. Iwe ni wewe ni wa serikali, iwe ni kampuni, iwe wewe ni organization. Tunafungua milango. Iwe wewe ni raia binafsi. Iwe wewe ni raia binafsi. Alafu wajua mimi nataka kupatia shout out mdosi wangu bwana. Mr. Caleb. Yani wajua kitu ya kwanza yani alitoa Caleb. Mr. Caleb alitoa ticket 15. Unaona, alinunua ticket 15 akasipiana watu washindane tuko nao. Unaona, alafu pia ametushoot video, ametupatia nafasi tukashoot video mpya, ndio hii. Yani tunashukuru sana kwa pia ametupatia hii space tukae down tuongee. Alafu shout out pia kwa Fidiki nani Daddy Q ama vipi media pia much more respect ama vipi Mimi ningependa kuongeza tu, yani watu wa expect zaidi ya muziki, kwa sababu uko fulani sio muziki peke yake. Kwa hivyo yani expect more than music. Kando na muziki tunafanya vitu mbalimbali yani katika kuinua jamii. Kwa sasa hivi Kenya kuna janga la mental health ama vipi? Ile mental health pia sisi tunafikiria vile tunaweza tukajaribu effort yetu hapa na pale, tuone kama tunaweza kusaidia kwa njia moja ama nyingine. Kuna issues za values kwenye society yetu, yani values kuna vile zimeshuka chini. Na ukiona sisi kama uko fulani, sio uko fulani sio jina ati tuliamka tu uko fulani, iko na maana yake ama vipi? Kabisa. Inamaanisha upendo kote, ole wenu ombeni, funzo la aliyetuumba, njia iwepo. Unaona? Kwa hivyo hiyo ndo mission yetu, hiyo ndo vision yetu. Kwa sasa hivi kuna mgawanyiko yani kwa nchi yetu nini, kuna migawanyiko ya kulingana na age groups ama vipi? Unasikia kuna generation wanaitwaje, generation X, utasikia kuna millennials, kuna Gen Z, kuna boomers, kuna alpha. So hizi tofauti licha na hapo kuna divisions za kidini, kuna divisions za kisiasa, lakini hakuna kitu ambacho kinatuunganisha. Kuna divisions paka za mambo mengine mengi ambao kuongelea maybe itaonekana ni zaidi, lakini tunataka kuhubiri umoja. Kulingana na sisi vile ambavyo tuko, upendo kwote, hatubagui mtu yote. Unaona, kila mtu hapa yuko na nafasi yake kufanya, lakini hatubagwani.
Wote hawa ni ndugu, sote ni mandugu. Mimi niko na upungufu wangu, wamenikubali. Wengine wako na upungufu zao, tumekubaliana kama ndugu. Licha kuwa sisi sio kabila moja, sisi hatujalelewa na wazazi wa moja. Even different religions and whatnot, you feel me, different beliefs. Unaona, but still we are one, unaona. Na sisi uko fulani, hapa vile tuko kuna wengine wetu hawako. We are more than the number mnaona hapa. Tuko around 13 nafikiri. Yes. Yeah, the whole group watu kama 13, unaona. So we have more than that. Tunataka pia to hold workshops. Ama vipi? Katika hizi workshops nini ilifanya sisi tukaepuka kuingia katika janga la ukora? Ushaona, kuingia katika janga la kutumia madawa kulevya, kuingia katika janga la ulevi wa kupindukia, mpaka yani tuwe vibaya zaidi. Unaona, kitu ambacho kilituzuia ni tulikuwa na mentors kwa society kama marehemu Kioko. Mungu ailaze roho yake mahali pema. Ushaona, walitupatia inspiration watu kama Poxy Pressure. Poxy Pressure wale mimi wakati tukikutana na compare ama vipi? Poxy walikuwa kini advice, oe, kwa hii competition usiandike ngoma ambayo haina maana. Ukitaka kushinda compare, ingia na ngoma ina meaning, unaona? Na hiyo ndo ilikuwa siri yetu sisi. Ilikuwa jamaa wakija wanapiga ngoma, lakini sisi ukisikia ngoma zetu ziko na meaning. Mother Kenya, utasikia kuna chunga sasa, unaona? Upendo kote, unacheki? So hiyo ndo ikafanya sisi hakuna siku utasikia tumetengeza mangoma bila kuwa na meaning fulani. Na hii yote tunataka pia tufanye mentorship kwa vijana, to bridge ile gap ambayo iko saizi. Majenzio wamejitenga, wamejieka kivyao. Mageneration X wanapuuza majenzio, wanaona majenzio wa lugha yao ni ya kujifanya, lakini hapana. Majenzi pia ni wenzetu, ni watoto wetu. So sisi uko fulani tumekuja kubridge pia hizo gaps ziko. Sijui boomers, Generation X, sisi wote ni kitu kimoja. Kenya yetu ni moja na tunataka tusonge mbele pamoja. Kusiwe na ukabila, kusiwe na utengano wa kitu chochote. Kuongezea tu kidogo, tunafanya pia mambo za climate change. Unaona, tumezama sana na mambo za exchange program pia za institutions tofauti kama ile tukafanya BNRB. Tuliweza kusafiri nje na wale wa nje pia wakaja nyumbani. Unaona, tuka exchange cultures na tukapata kujifunza mambo mengi. So kama uko fulani tunafanya kazi pia na NGO tofauti. So nafikiri hiyo ndio pia ilikuwa kuna muda tulinyamaza kidogo. Hizo ndo vitu tulikuwa tunafanya. Sasa uko fulani tumerudi na mziki mara nyingine tena 2026. Uko fulani ndio hii, au sio? Mazee, oe, acha nipige shout out pia kwa Nafsi Huru mazee. Big up to Magumash, Nazizi, Abbas, Mash, Mapacha pia mazee. Black Robe, au sio? Six Packs, ama vya Makushabu. Mazee, oe, pia Pioneer mazee. Mundu wa Musi, Fundi Frank, Jamala Murati na wana. Hata Alliance jamaa sita, salute sana bwana. Hata kama alileta Ngenje asita, hata kama una gozi pia one love. Tugonga hela nyingi lakini poa tu. Yo, so oe, mimi nawapa love sana mazee machizi wangu man. Mmetu bless mazee kiasi mazee, au sio man? So kwa wale mashabiki wetu ambao wanataka kujua what is next, katika mashabiki wetu ambao wanataka kujua what is next, next launching ndio ina happen Mombasa tarehe 23 mwezi ujao ambao ni mwezi wa 5 Mei, ama vipi ambao ni Mei. So Alliance Française tunawakaribisha pale Alliance Française. Machizi wetu wa Mombasa ni kwamba kitu kinakuja kitaa kaboom, ama vipi? Tukitoka Mombasa tunaingia Kilifi. Kilifi ni by public demand yani. Kabisa. Tarehe Kisumu tutarajie soon. Eldoret tutarajie soon. Nakuru tutarajie soon. Ama vipi? Dar es Salaam tutarajie. Arusha inshallah pia. Arusha tuko ndani. Hapa pia UG pia mmepangia pia tuende pale. Yani wote tunapakaza. Unajua mzee, usione magari mabovu juu ya mawe ukafikiria hezi enda. Yanaguswa tu akafikiria hayo mzee. Tusubirini. Mimi nataka tu verse moja kutoka kwa Fujo kwa sababu amenilalamikia sana, alafu na verse moja kutoka kwako, au sio mwanangu? Tukifunga mchezo mwanangu, yani lazima apewe kabla hajatema mavazi mwanangu. Cheki around.
around. Ukoko unakuja. Cheki around. Ukoko unakuja. Cheki around. Ukoko unakuja. Bude adiko. Yo. Tobaya mtumia, Tobaya mvaya wakaya, Empire, yes aya, nakili na dua, mavampire, Simba marara, bado, stand na ngara, awes charara, awes parara, kichinchin, uko fulani michongo twachora. Kabisa bude adiko. Twende hapo bwana. RC. Ramsey intellectual chief. Kabisa. Scientific evolution, nonsensical pollution, mind poison, delusion, virus, za distraction, technological collision, robots on a mission, mankind extinction, atmos, destitution ni baadhi ya vitisho, ozone, kuisha mwisho moto, maangamizo, mondex, mipaga, wisho, tsunami, mvua, kokoto, mauti, mizoga, mzigo, solitude ya meditation, gangster commercialization bila nafasi ya kuwaza, tekwa kili na lifestyle za runinga, subconscious fikra za corruption, world order system vision, mwanadamu kujuta frictions, mama nature puzo resource chemical warfare business, wame witness soldiers kwenye mbuga wanahisi ni marebels. Mungu yuko hapa, hekima ndio realness, wafalme ndani Afrika, maempara na maempress wamebaki kuwa restless, allegations zao baseless. Niko na swali ya mwisho ambaye imekuwa pia kinizengua kiasi yani. Nimecheki kuna mabadogo fulani tukiweka kama video wanaongea pale chini wanasema ni uko fulani, nyinyi ni wa kitambo, nyinyi wazee, pisheni vijana sasa kina wakadinali sijui kina nani. Nimesema nitakuja kuuliza hilo swali, huyu kijana anaweza jibiwa nini akisema sasa sisi ni wazee? Kwani wazee hatuwezi fanya kazi? Oh, listen man, just to keep it real, mpaka leo bado uko tuna crowd yetu, au sio? So we have to keep up to that, you know what I'm saying, people that been in our generation wame to miss, au sio? Yeah. So pia tuna cater for them, and at the same time wale vijana pia wajatujua. Sahi watapata nafasi kutujua, au Alafu mimi sio? ningependa kuongezea nini, unajua vijana sisi, ndio maana nilisema ni vizuri to bridge gap. Sisi tuko ile mbele yenye nyinyi hamjafika. Ushakuta mali nyinyi mko, sisi tulikuwa ama vipi tukipiga hiyo usanii. Kwa hivyo muappreciate mkiona watu tuko hii age bado tuweza kupiga kitu, mjue kwamba usanii inaweza kusustain regardless ya miaka inaweza kusustain, unaona? So if you namna hiyo usiview ati kama ni competition, if you ukiona kwa hivyo I'm in the right place, bado naweza fika ile miaka niwe naweza fanya kitu na enjoy ambao niko boy sahi naifanya, unaona? Hiyo ni blessing kubwa sana. Na pia ningependa kuongezea, ningependa kuchangia hapo ama vipi. Nilikuwa kitambo nikiambia watu wananiambia keki ni kubwa ama vipi, lakini sasa sisi tukaambiwa sisi hatukuipika hiyo keki ama vipi tulipokuwa vijana. Wale waliokuwa mbele yetu ndo waliipi. Kwa hiyo tushukuru akitukatia slice ama vipi tukiweza kuonja hiyo keki, manake ni kubwa kweli, lakini hatukuipika. Kwa hiyo kuna wale waliotangulia kama nyinyi ni my youngins, chukueni pia a leaf from the older people, because pia sisi tulipitia kitu ambacho mavipi tuna kitu cha kushare cha wisdom ambao wanatufunza mambo mengi. Wao pia wanatuonesha. Alafu mimi kuongezea tu ni kwamba muziki hauna miaka wala hauna umri, hauna umri. So popote pale hata ukiwa na miaka 200 unapiga muziki. Paka leo nimeona babake Banana Zoro ndani ya bongo kule anapiga bado muziki. Na amezeeka ile kinoma paka anabebwa. Kidude Mzengala paka anapiga muziki paka sasa hii. Na kuna kijana wake pia bado anapiga muziki. Unaona? Jimmy Ngala. Yani cheki jikazeni, yani cheki bado tuko full. Tena tunaona bado na miaka 18. Tuko sana bana. Mandega niko na miaka 18. Kwa vijana kitu najiona na 18. Kwa vijana kitu tunaweza waongezea kutoka kwenyu ni je, ng'ang'ana pia wewe uweze kufika umri ambao tuko na unafanya the same things ambao ni muziki. Jaribu sana hiyo kijana. Usije kuna muda. Usije ukakimbia katikati. Usije ukaritaa katikati. Ama usije ukapotea katikati ya msitu wenye miti mirefu. Au sio? Manake mwenye nyumba amerudi. Kwa hivyo wapangaji wote wa habari ndio hiyo. Uko fulani. Uko unakuja. Check it around.
Ukoko na kuja. Bado niko na huyu, nataka huyu hapa mchizi wangu amenyamaza sana the whole time man, amenyamaza sana. Mwacheni apige verse tukitoka. Come on. Karibuni nyumbani, yani uko in heaven. Gate of Zion ziko was 24/7. Analinda Judah Lion. Fata road to Zion. The Rolling Stone, uko navunja bridge ya Babylon. Staki uko long, nafungua scrolls za Solomon. Amri kuzilinda taka moyo wa simba, moyo weze shinda. Hebu regesha mwanzo wa historia ya giza. Wametegesha manuclear mabomu kuangamiza ulimwengu baridi. Au sio? Kwa fulani. Mmenielewa kwa nini nilikuwa nataka amalize bwana? Gwiji. Mazee big up sana mazee show, yani ilikuwa dope sana. Hao ndo mandugu zangu ambao nilianza nao na ndo mandugu zangu ambao ndamaliza nao, au sio? So X kama K mazee. Mazee hadi next week mwanangu, hata sina la kusema, hata nimesahau mpaka outro man. Au sio? Alafu mazee ambieni Usharama bana ache kuvaa miwani aonekane sura, au sio Mimi sura napenda kuonekana, lakini sinajua tatizo tu mzee. Ndio hii. Nyanya jicho dam. Inabidi nipigwe editing. Mazee big up sana mazee. God bless you. Expand. Explore. Experience. This is extraordinary.